kuna mambo yanaendelea huko. Muulize Mungu. Kumuuliza Mungu, ngoja nikufundishe namna ya kuongozwa na Mungu. Nisikilize, tunataka hapo unisikilize. Nisikilize vizuri. Nataka unisikilize vizuri. Unapokuwa una jambo linakusumbua, unapokuwa una jambo alikusumbua, labda unataka kuliendea na unataka ujue shauri la Bwana kuhusiana na jambo hilo, weka jambo hilo moyoni, alafu pata vipindi vya kumuuliza Yesu. Yaani katika moyo wako kuwa serious kabisa, kama vile unavyoomba saa nzima. Waza kwamba Bwana Yesu, jambo hili nafanyaje? Bwana Yesu, ona kabisa unazungumza na Yesu katika moyo wako. Bwana Yesu, unajua yote, una hekima, nisaidie katika hili jambo, nisaidie katika nimefanya hivyo mara nyingi na nimepata majibu mara nyingi. Jibu litakuja kwa ndoto, jibu litakuja kwa namna ambayo itakufundisha hapa ya muhimu zaidi, ambayo inaendana na somo hili. Lakini mara nyingi nimesikia kwa ndoto, mara nyingi nimefungua mahubiri, mtu mmoja anahubiri akazungumza kile ambacho nilikuwa nawaza. Mara nyingi nimesoma maandiko, alafu nikaona kile kitu kimezungumziwa kwa namna ya kuwishwa zaidi, nikajua hili ndio jibu langu. Kwa hiyo kuwa na tabia ya kudadisi mbele za Mungu, ya kuuliza mbele za Mungu. Umewahi kukaa na kuwaza juu ya jambo ukasema, sasa itakuwa hivi nifanyie? Hayo maswali yapeleke kwa Yesu. Yapeleke kwa nani? Kwa Bwana Yesu. Bwana, unajua yote, unaweza yote, ninaomba unishauri. Wewe ni Bwana wa uzima, mweko kwenye maisha yako, unajua yote na nguvu zote. Nafanyaje? Ninajua kuna uwezekano, ninajua kuna namna, lakini utanisaidia kujua ni namna gani. Ukikaa katika mawazo, unajua kuna utofauti kati ya kuwaza na kufikiri. Mwalimu kukwambia mawazo ndio yanaua, lakini kufikiri, thinking, meditating and worrying ni vitu vili tofauti. Unapokutwa na jambo alafu kaanza kusema ni jambo baya, labda changamoto, nimekwisha, jamaa, itakuwaje sasa? Nimekwisha, sikia mkazo, nimekwisha. Hiyo ni wasiwasi, ndio hofu. Ni tofauti na yule mtu anasema okay, nafanyaje? Unajua kuna namna, lakini namna gani? Nafanyaje? Huyo mtu anafikiri, huyo mwingine ana hofu, ana wasiwasi. Wasiwasi ni ile fikra ya kushindwa, lakini tafakari au udadisi katika moyo, kufikiri ni namna ya kutafuta uwezekano, kutafuta kutoka kwa Mungu, ninatokaje kwenye jambo hili, au ninaendeaje jambo hili. Utofauti uko mdogo kabisa. Huyu mmoja anamsubiri kusikia jibu kutoka kwa Yesu na anamuuliza Yesu wakati huo. Huyu mwingine ana wasiwasi, anahanya, anatafuta msaada duniani. Ukiwa na jambo kwamba ni zuri nataka liendee au ni changamoto mbaya, jifunze kuweka hilo jambo moyoni. Tafuta muda, kaa kabisa, unamuwaza Yesu. Unawaza Yesu, ingekuwa wewe hapa ungenisaidiaje? Ninafanyaje kutoka katika jambo hili? Na kwa sababu hilo jambo unawaza ndani yako, Mungu yumo ndani yako, jibu utalisikia ndani yako. Kristo anaishi ndani yako. Maandiko yanasema wale waliobatizwa katika Kristo wamemvaa nani? Kristo. Wewe yuko pamoja na wewe, hayuko mbali, yuko ndani yako. Unamwambia Mungu, hapa nafanyaje? Ana teknolojia yeye ya kuwepo mbinguni na ndani yako wakati huo. Yeye ana teknolojia yake. Nafanyaje? Roho Mtakatifu. Natokaje kwenye? Ona kabisa unaongea na Yesu. Na mawazo yako, msikilize, Mungu anajibu.
anafanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na yote tufanyeje? Tuyawaza. Unapokuwa unawaza pale na mawazo yako ukielekeza kwa Yesu, unamuuliza manake, unakuwa unamtaka yeye, utashangaa. Ukijenga hayo mazoea katika jambo lolote linalokusibu, unataka uongeze mtaji watu akapenza kutumia hiyo fursa kwa ajili ya matatizo tu. Unataka uongeze mtaji wako, unakaa. Kwa nini? Unajua kuna watu tu wajinga na wamefanikiwa sana kwenye biashara. Mimi na wewe nataka kupiga hatua, nimekuwa katika mtaji huu muda mrefu. Ninafanyaje hivi? Kuna kitu naweza nikafanya. Unakaa kabisa serious na wazo hilo kwa Yesu. Unalipeleka kwa Yesu. Unakaa kabisa, yakija mambo yanataka kutoa, unawaza mambo ya biashara, alafu unakumbuka na uniform za watoto, unaondoka katika wazo la uniform, unarudi kwenye biashara. Unawaza jambo hilo, alafu unakuja swala la kodi, unaachana zaidi, sio wakati wa kuwaza kodi, na waza ndani ya biashara. Mara nyingi huo uwezo wa kukaa katika wazo hilo muda mrefu na kuelekeza kwa Yesu litazaa kitu. Na mimi mara nyingi kuna namna hizi mbili ambazo limezaa kitu. Nataka nikupeleke kwenye hatua nyingine sasa. Kumbuka swali, ninawezaje kuendea jambo kwa uhakika na kujua kwamba Mungu amenijibu hivi? Kwanza hilo jambo unaliweka kama swali mbele za Yesu, katika fikra zako, katika mawazo yako, katika moyo wako. Unaliwaza na unalitafakari. Unajua Bwana Yesu anaalikwa sio kwa maneno, hata kwa mawazo. Unaweza kumwalika nani? Unakumbuka kitabu cha Danieli sura ya 10. Malaika alimtokea Danieli akamwambia, usiogope Danieli, upendwaye sana. Kwa sababu tangu siku hiyo ulipotia moyoni mwako, uliponyenyekea moyoni mwako. Alikuwa kwa maneno mengine anasema, ulipofanya maamuzi, uliponuia kwamba unataka kufunga na kuomba juu ya jambo hili, maombi yako yalifanyaje? Yalisikiwa. Na mimi nimekuja kwa sababu ya nini? Tangu siku ya kwanza, malaika alimwambia Danieli, siku ile ya kwanza ulipotia moyoni mwako utayari, uliponyenyekea katika moyo wako kutaka kumtafuta Mungu juu ya jambo hili, maombi yako yalifanyaje? Yalisikiwa. Na mimi nimekuja kwa ajili ya nini? Ya maombi yako. Kabla Danieli hajafunga chakula, alikusudia kufunga. Alikusudia kuingia katika maombi. Kwa nini? Kwa sababu kuna ahadi ya Mungu walipewa kwamba baada ya miaka 70 mtatolewa utumwani. Na alikuwa anaona miaka 70 inakaribia na hakuna dalili yoyote hilo jambo kutokea. Itakuja ingie kwenye nini? Kwenye maombi. Kama alivyofanya Danieli, ndicho tunataka kufanya. Sio lazima kuingia kwenye kuomba. Wewe unaweza tu ukakaa na kunuia kwamba ninataka jibu kutoka kwa Mungu katika jambo hili. Ndio hatua ya kwanza. Bwana asifiwe sana. Na hakikisha unatafakari kama mtu ambaye anatarajia kusikia kutoka kwa Yesu. Usitafakari. Sikiliza, life is real. Maisha ni halisi sana. Wewe una changamoto halisi, unataka kusikia sauti halisi ya Mungu. Una jambo halisi linakukabili. Kwa hiyo uigize, ufanye hivi kwa sababu mchungaji amesema ndio utaratibu. Unataka kweli Yesu anasikia kweli, yupo. Anasikia yupo. Na maandiko yanasema anajishughulisha sana na mambo yetu. Ukisoma Petro wa kwanza 5:6 mpaka 7. Petro wa kwanza 5:6 mpaka 7. Petro wa kwanza 5 mstari wa 6 mpaka 7, anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kunyenyekea mara nyingine ni kumwambia Mungu, sitapiga hatua hapa mpaka nisikie kutoka kwako. Ile nyenyekeza chini ya mkono wako. Ninajua utanikuza, utanikweza kwa wakati wako. Maana kwa wakati wako utanijibu.
huku mkimtwika yeye fadhaa zenu. Mkimtwika yeye nini? Fadhaa zenu. Kwa nini? Kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Unatakiwa uwe na ujuzi kwamba kama ni jambo la shida, ndio maana nakwambia hauhitaji kuwa na hofu, kwa sababu hata kama ni jambo la shida, kama ni jambo gumu, Yesu anasema tumtwike yeye fadhaa zetu. Hili jambo linanifadhaisha na nataka nikutwike wewe. Kwa hiyo kumtwika pale ni maana yake kumkabidhi hilo jambo, ukitaka kujua kwamba anataka ufanye nini kuhusiana na hilo jambo. Sio kuwa na wasiwasi, lakini kujua kwamba wewe unaweza yote, una nguvu zote, na wewe ndio umesema tukutwike fadhaa zetu. Hili jambo linanitia fadhaa, na mimi sitaki kuwa na wasiwasi na hofu, na kutwika wewe nikitazamia unanipa maelekezo gani juu ya jambo hili. Nanyenyekea kwako kwa sababu ninajua una jibu langu. Nani ananielewa? Naongea kitu ambacho unaweza ukafanya ndani. Unakumbuka kitabu cha Mathayo, nadhani ilikuwa sura ya 2. Ilikuwa sura ya 2. Yusufu ameshajua kwamba nilikuwa ninasikia tu, lakini naona hapa ni kweli kwamba mchumba wangu ni sura ya kwanza kuanzia mstari wa 18.